Shukrani sana katibu wetu wa kanda na ndugu zetu wote wanachama na viongozi mbalimbali ambao mko hapa. Na mimi kwa niaba ya chama nitoe shukrani za dhati kabisa kwenu kwa michango yenu, lakini pia kwa mahudhurio ya kila siku na kuhakikisha kwamba kila siku kambi iko hapa. Na ninaamini kabisa kwamba hii kambi sio kwamba mko hapa kwa kupenda au hamna kazi, hamna majukumu. Ni kwamba mmeamua kwamba kutokana na hali halisi iliyopo ya kumtafuta Bwana Mdude Nyagali na kuonyesha msisitizo mkubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mmeona afadhali muendelee kusubiri hapa. Na tuliwaambia jeshi la polisi kabisa kwamba Watanzania wengi wanazidi kuingia mkoa wa Mbeya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Kikubwa tu ni kwamba niwashukuru sana kwa kweli wanachama wote, niwashukuru sana wananchi mbalimbali ambao mnakuja hapa. Wengine tumeona hata watumishi wa umma wanakuja hapa kutupa pole, lakini pia kutusapoti kuhakikisha kwamba kambi hii inaendelea. Kikubwa tu ni kwamba ndugu zangu, jana tuliondoka hapa na katibu wetu wa kanda, tuliondoka na mwenyekiti wa Mbeya mjini Mheshimiwa Fokile na mimi mwenyewe, tukaenda kupata majibu ya jeshi la polisi, hasa wale viongozi wakuu wa jeshi la polisi ambao walikuwa wametoka Dodoma kwa ajili ya kufanya investigation kwenye mkoa wetu wa Songwe, kwenye mkoa wetu wa Mbeya, kwa sababu ya tatizo hili la ndugu yetu Mdude Nyagali. Kwa hiyo tulipofika pale na tulikwenda kutoa taarifa ya ndugu yetu Eze, kwa sababu walimhitaji Eze na walihitaji kwamba si viongozi pamoja na mwanasheria wetu tuweze kwenda naye. Lakini kutokana na hali halisi ni kwamba bwana Eze alichelewa kufika, kwa hiyo hatukwenda naye. Na wao wakawa wanahitaji sasa kurudi Dodoma, na baadaye wakaamua kutuhoji sisi nini tunachokifahamu katika jambo hili. Sisi tukatoa maelezo kila mmoja kwa nafasi yake. Baada ya kutuhoji, walipomaliza tukawa tumeondoka pale na kurudi hapa. Kwa hiyo tumerudi hapa muda ambao ulikuwa sio mzuri, kwa hiyo hatukuweza kuwapa taarifa yoyote. Lakini ukweli ni kwamba wale maafisa waliaga kwamba wanaondoka, na wakasema kwamba wanachohitaji ni kwamba ni muhimu sana bwana Eze aweze kufika na kuhojiwa. Sisi tumewaambia hilo ni jambo ambalo linawezekana, lakini tumewasihi na kuwaasa kwamba kikubwa zaidi ni kwamba tunamhitaji Mdude Nyagali. Hilo ndio jambo kubwa sana ambalo wana Mbeya lakini Watanzania wote kwa ujumla wanamhitaji Mdude Nyagali aweze kupatikana. Na tukaambia kwamba tunahitaji kujua juhudi mbalimbali ambazo mmezifanya, kwa sababu sisi kwa akili yetu na majadiliano yetu ya mara kwanza tulifikiri kwamba wao baada ya kufika na kwa sababu tulitoa mapendekezo kwamba RPC hao wanatoa update kila wakati ni namna gani wamemtafuta Mdude Nyagali na wamefikia wapi, ili Watanzania kwa ujumla waweze kufahamu nini ambacho kinaendelea katika utafutaji wa jeshi la polisi. Lakini hilo jambo hatujaliona, na tunatoa rai kwa muda huu kwamba tunaomba jeshi la polisi watoe taarifa mara kwa mara, kama kweli wako serious kumtafuta ndugu yetu, watoe taarifa mara kwa mara kwamba tunamtafuta Mdude Nyagali, tumefikia hapa, taarifa tulizozipata ni hizi hapa, nini kinachoendelea. Ni jambo la muhimu sana wananchi kupata taarifa ambazo zinapatikana au ambazo wamezisikia wao jeshi la polisi. Lakini kikubwa tu ambacho tunataka kukizungumza ni kwamba jeshi la polisi watambue kwamba Watanzania walioko mkoa wa Mbeya walishawaletea ushahidi wa watu ambao tayari wametuhumiwa katika ofisi ya RCO. Pamoja na kwamba Eze hajakuja kutoa maelezo, tunafikiri pia ilikuwa ni busara sana kusikia jeshi la polisi wale watu wamekamatwa na watangaziwa wa Tanzania kwamba wale watu wamewekwa nguvuni, na kama wamewekwa nguvuni basi tujue kwamba upelelezi unaendelea. Lakini tunaona hao watu hakuna taarifa yote ya jeshi la polisi, inaendelea kuleta sintofahamu kwa wananchi, lakini wasiwasi kwa wananchi kwamba inawezekana watu wanalindana. Watu wamezungumza sana kuhusiana na ofisi ya RCO. Kwa hiyo tunachotaka kuzungumza ni kwamba tunataka jeshi la polisi liwajibike inavyotakiwa, ili hawa watu waweze kuwekwa nguvuni, lakini ndugu yetu Mdude Nyagali haweze kupatikana. Na pia tuelewe kwamba jeshi la polisi linafanya kazi namna gani. Maana tunafika pale na sasa tunatafuta kisayansi. Ndio mtu amepotea, lakini tunachohitaji ni taarifa, mmefikia wapi. Sasa hivi karibuni ni siku ya 8, sio? Karibuni ni siku ya 8.
kama ni siku ya 8 tulipasha kuona taarifa ya polisi inazungumzia kuhusiana na ni namna gani wamemtafuta Mdude Nyagali. Lakini pia kitu kingine ambacho tumeona tutolee taarifa hapa kwenu ni kwamba hatujaridhika kabisa na zoezi lenyewe la kumtafuta Mdude Nyagali. Hatujaridhika kabisa kama wana Mbeya, kama watu wa kanda ya Nyasa, hatujaridhika kabisa. Tunaomba mkazo zaidi wa kumtafuta Mdude Nyagali kwa jeshi la polisi. Tunamuomba IGP pamoja na watu waliowatuma hapa, wamekuja wamemaliza siku 3 siku 4 kurudi Dodoma. Hawajatuambia ni namna gani wamejitahidi kumtafuta Mdude Nyagali na taarifa ambazo wangeweza kuzitoa kwa wananchi. Kwa hiyo tunaomba IGP pia atoe taarifa kwa Watanzania kuhusiana na watu waliowatuma huku na taarifa ambazo wametoka nazo huku, ili Watanzania waelewe kwamba nini ambacho kinaendelea katika kumtafuta Mdude Nyagali. Lakini jambo lingine ndugu zangu, ni pamoja na wenzetu ambao ni Watanzania wanaoishi nje ya nchi, wametoa shilingi milioni 10 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mtu yoyote, Mtanzania yoyote atakaye muona Mdude Nyagali au atakayetoa taarifa za Mdude Nyagali kupatikana kwake atapewa shilingi milioni 10. Kwa hiyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia sauti ya Watanzania walioko nje ya nchi, diaspora, wameshatoa milioni 10 kuhakikisha kwamba wanasapoti zoezi la kumtafutia Mdude Nyagali. Angalieni wenzetu walioko nje nao wanaangalia ni namna gani wameamua kuingia kuhakikisha kwamba wanaonyesha umuhimu wa kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wenzetu popote mlipo, uwe ni mtumishi wa umma, uwe ni askari, uwe ni mtu ambaye ndani ya Chama cha Mapinduzi, uwe kwenye chama chochote, ni mtu ambaye huna chama, kama una taarifa za ndugu yetu Mdude Nyagali, tunaomba utoe taarifa, na hiyo milioni 10 utakuja kuichukua kwa katibu wetu wa kanda ya Nyasa na katibu wetu wa mkoa wa Mbeya. Mkiwaona hawa, pesa iko wazi, ili mradi tu tumpate Mdude Nyagali. Lakini tunachotaka kuambieni ndugu zangu wa Tanzania, Mdude Nyagali hana ugomvi na mtu yoyote. Mdude Nyagali hajawahi kuwa mnyang'anyi. Mdude Nyagali hajawahi kuwa mwizi. Mdude Nyagali tatizo lake kubwa ambalo wao wanaliona kama ni tatizo, sisi tunaona kama ni uzalendo ndani ya nchi, ni kuikosoa serikali ya Chama cha Mapinduzi pale inapofanya vibaya. Hilo tu ndio ambalo kila wakati wamekuwa wanamkamata na kila wakati wamekuwa wanamteka. Sasa mambo kama haya tunaona yanarudia kila wakati, na leo Mdude Nyagali hatuko naye. Kwa hiyo tunachoamini ni kwamba kwa sababu Mdude Nyagali alikuwa hana ugomvi na mtu yoyote, tunaamini kama ambavyo Ezekia ametoa ushahidi huu mbele ya klipu, tunaamini ndicho kilichofanyika, na hawa watu ambao wametajwa, tunaomba jeshi la polisi muweze kuwatia nguvuni na Watanzania waweze kupata taarifa. Haya ndiyo ambayo tunahitaji yafanyike haraka iwezekanavyo. Lakini kama itoshi, ndugu zangu ambao mko hapa pamoja na waandishi wa habari, tunaamini kabisa kwamba chama taifa watatoa press ya jumla nchi nzima na msimamo wa chama tunakwenda kufanya nini baada ya jambo hili kuonekana kwamba halieleweki, na mkoa wa Mbeya hautaki na jeshi la polisi mkoa wa Mbeya hawataki kutoa nini kinachoendelea. Lakini pia mkuu wa mkoa, tumekuja ofisini kwako, tumekueleza sana kuhusiana na jambo hili. Tunaomba majibu ya haraka ikiwezekana. Utueleze umefikia wapi katika upelelezi wako. Utueleze umefikia wapi katika kuwasukuma jeshi la polisi kufanya kazi, kwa sababu wewe ndio mwenyekiti wa ulinzi wa usalama katika mkoa wako. Mkoa wako hauko salama, watu wanavunjiwa nyumba usiku, watu wanakamatwa, wanapigwa, wanapotezwa, lakini hakuna hatua zozote zinazochukuliwa, na bado jeshi la polisi zinatumiwa kwa ajili ya matatizo kama haya. Kwa hiyo tunachokiomba sasa hivi, tunaomba utoke uzungumze tena kuambia Watanzania umefikia wapi katika kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana, ili Watanzania wawe na imani kwamba Mdude Nyagali wanaweza kaishi naye kwa mara ya pili. Ndugu zangu wa Tanzania, tunaomba viongozi wa dini waendelee kumuombea Mdude Nyagali huko aliko, kwa sababu tunaamini Mdude Nyagali atakuwa yuko hai. Lakini Watanzania wote kwa ujumla tuendelee kumuombea Mdude Nyagali ili aweze kupatikana na kurudi uraiani. Ndugu zangu wa Tanzania, kila mmoja wetu anaamini kabisa Mdude Nyagali amekuwa mpiganaji sana katika nchi hii, katika kuipigania taifa hili. Mzalendo wa kweli katika nchi yoyote ni kukosoa pale ambapo serikali
inakuwa inakwenda tofauti. Lakini mtu ambaye anakuwa anakosoa anaonekana ni mtu ambaye hastahili katika nchi hii, hilo ni jambo ambalo ni baya sana. Na niwapongeze wenzetu bunge la Ulaya wameanza kutuzungumzia, lakini bunge la Tanzania mmesikia juzi wamezungumza, tunapiga kelele kuhusiana kupotea kwa watu Tanzania. Wao wamekwenda kuzungumzia mambo ya Simba na Yanga, wamewaita viongozi wa Simba na Yanga, wanaendelea kupiga midomo pale wakati wanatumia kodi za Tanzania. Lakini baada ya bunge la Ulaya kuzungumza, wao wameanza kuzungumzia swala la ushoga. Tunataka tuseme ndugu zangu, hoja ya bunge la Ulaya ambayo linataka demokrasia katika nchi, linahitaji haki katika nchi, ndicho kitu ambacho tunakipigania hata sasa hapa, na ndicho kilichosababisha Mdude Nyagali asionekane katika taifa hili. Tunahitaji Mdude Nyagali aweze kurudishwa, na tunahitaji hoja zote walizozungumza bunge la Ulaya, kwa sababu bunge la Tanzania haliko tayari kuwazungumzia wa Tanzania. Tunahitaji serikali hii iweze kurekebisha kila kilichozungumzwa, na tunasema no reform no election katika nchi hii itaendelea, na huo ndio msimamo wa chama chetu, na tutaendelea na msimamo wa namna hiyo. Lakini tunachozungumza ni kwamba msimamo wetu, tunahitaji Mdude Nyagali aweze kurudi hapa Mbeya, tuweze kuishi naye kama kijana wetu. Baada ya kusema haya, ndugu waandishi wa habari, ninaomba sana taarifa hizi ziwafikie Watanzania wote, na kila mmoja aweze kujua kwamba wananchi walioko hapa leo hapa katika ofisi yetu ya kanda, wako wananchi zaidi ya 500 ambao wako hapa. Wamekuja tu hapa kwa ajili ya kupiga kambi, na watakuwepo muda ambao haujulikani mpaka Mdude atakapopatikana. Na hili jambo hili, mkuu wa mkoa na RPC, si jambo la kubeza sana. Watu wanakaa hapa, wameacha familia zao, wameacha kazi zao, wako hapa kwa ajili ya kumsubiri Mdude Nyagali. Tunaomba muangalie kwamba wananchi hawa mnatakiwa kuwasupporti kuhakikisha kwamba Mdude Nyagali anapatikana, ili warudi katika majukumu yao, warudi katika shughuli zao. Sasa kinachoendelea, kila mtu ana mawazo yake hapa. Hatuwezi kujua watu wana mawazo gani hapa.